Alright, bado tunaendelea katika ili kuweza kuwaletea ripoti ama kilichotendeka, na hivi hapa tuko na jamaa mmoja ambaye ananiambia alikuwa kati ya wale walikuwa wa kwanza kuweza kufika kwenye ule mkasa. So ningetaka maybe atufahamishe majina yake kamili ni nani, then atufahamishe kilichotendeka. Habari yako? Salama sana. Tuanza na majina yako tafadhali. Kwa majina naitwa Philip Kadogo. Mimi ni mkaaji wa eneo hili. Na tena bado mimi ni mfanyabiashara wa eneo hili kwa sababu nimefungua kinyozi just hapa chini kidogo. Na kwa hivyo si mbali. Yeah. Maybe unaweza tufahamisha kama ni mkaaji wa hapa kilichotendeka pale katika shule ya Hillside. Na ilikuwa ni muda gani, ni saa ngapi, na kilichotendeka maybe according to you? Okay, naam. Tulikuwa kwenye kesha ambayo ilikuwa inafanyika just a center yenye iko hapa chini kidogo, chini ya Hillside Academy. Na kwa hivyo wakati tu nilitoka nje katika shughuli zangu, nikapata kunao moto ambao unaenea kwa haraka sana na ambao ulikuwa unaonekana kwa umbali. Kisha tena nikasikia mayowe, watu wanapiga nduru na watoto bado wanalia. Na hivi kwamba mimi nikatoka pale na nikaingia ndani, nikaita ambao tulikuwa na wao pale. Kisha na tukaja pamoja, kikundi cha watu kama 20 hivyo, na kuja tukapata ya kwamba dormitory zimeanza kuungua. Tulipopata dormitory zimeanza kuungua, hata tanki zingine tulitomboa kwa sababu maji haikuwa inatoka vizuri. Na tulikuwa tunahitaji maji kwa haraka sana. Na kwa hivyo tukaanza kuteka maji kutoka pale, tukimwaga huko ndani. Lakini dormitory ya kwanza ilikuwa imeshaungua sana. Na kwa hivyo tulikuwa tunajaribu kuokoa sasa wenye walikuwa wamebakia kwa hizi dormitory zingine. Naam. Yale mabweni yalikuwa yamefungwa ama hali ilikuwa namna gani? Unajua sasa wakati mlipata yakichomeka, kuna zile pande mlipata hazijachomeka. Naam. Yalikuwa yamefungwa. Tulipofika pale, tulipata kwamba pale ambapo tulifikia tulipata kwamba dormitory zilikuwa zimefunguliwa. Moja ilikuwa imefunguliwa pahali ambapo sasa sisi tulianzia. Na kutoka pale tukaanza kuvuja hizo zingine vioo na nini. Lakini hatukuwa tumeelekea sana upande wa mlango kwa sababu hata hatukuwa tunajua wakati huo mlango iko wapi. Kwa hivyo sisi tulikuwa tunapitia upande wa ukuta na madirisha. Na katika harakati za kuvuluta mattress na nini, kwa sababu mattress ndio ilikuwa inasababisha sana moto kuenea kwa haraka na blanketi. Ndipo hapo sasa tulianza kutoa sasa maiti zikiwa zimeungua kwa hali ambayo haingetabulika. Maybe wewe kuweza kupata watoto kama wangapi ama maiti kama ngapi? Kwa wakati huo, kwa sababu bado simamoto haikuwa imefika, mimi nilibahatika nikatoa mmoja. Kisha tukatoa mwingine ambaye hakuwa amefariki kabisa, lakini alikuwa ameugua. Na kutoka hapo sasa nazo zimamoto zikakuwa zimefika. Na kutoka hapo tukaanza kuondolewa pale. Lakini katika ile pilika ya kuwasaidia kushika hizo mapipe na nini kusaidia sasa hawa zimamoto, sasa ndo wakati wanaelekeza hiyo manji huko ndani na kuzima moto, sasa unapata na kwamba hapo umeona mtu. Kwa hivyo siwezi eleza hasa walikuwa wangapi, lakini kulikuwa na wao kwanza dormitory ya kwanza ambayo ilianzia kuungua. Maybe kwa ile wakati moto ulikuwa unaendelea, walimu walikuwa karibu? Wote walikuwa karibu. Waliweza kuwafahamisha kitu ama? Hakukuwa na wakati wa kuongea. Kwa sababu sasa watu nao wameanza kufulika. Sasa ni unafika, unasaidia penye unaweza. Naam. Watoto walikuwa hali gani? Wale walikuwa hajachomeka? Wenye hawakuwa wameungua, bado tulikuwa tunawasaidia na kuchukua mablanketi kutoka hizo dormitory zingine. Tunaenda tunawasaidia kwa sababu walikuwa wametoka tu kama walikuwa wametoka usingizi. Kwa hivyo wengine walikuwa na t-shirt, wengine hawana viatu, wengine hawana sweta, wengine wako na shorts.
So hakukuwa na wakati wa kuongea, wewe penye tu umefika umepata unasaidia pale. Naam. Maybe uliweza kuwitness watoto wakipelekwa hospitalini, ama uko na report, unaweza kuwa na report ya kuwa watoto walipelekwa wapi hospitalini? Kwa sababu hapa awali tumeongea na wazazi ambao hawajaweza kufahamu watoto wao wako wapi. Okay, tulipofika tulinusuru watoto kadhaa ambao walikuwa labda wamenyongwa na moshi, kitu kama hiyo, na waliingizwa kwenye Nissan hizo za shule, na hapo wakaelekezwa wakapelekwa hospitalini. Lakini hasa tu kujua, kwa sababu hatukuwa na huo muda wa kuangalia wa kujua amepelekwa wapi hospitali, lakini kile najua ni ya kwamba walipelekwa hospitali, na tuliona magari mawili ya Nissan yakitoka pale kupeleka watoto hospitali. Maybe by the time zimamoto wanafika, ama watu wa kuzimamoto wanapofika, mimi mlikuwa mshafanya juhudi za kupima, mlikuwa mmemanage kuuzima moto pale ama? Hatukuwa tumeuzima kabisa, kwa sababu ilianzia kwenye dormitory ambazo zilikuwa za mawe, na ikija kumalizia ilikuwa na dormitory moja ambayo ilikuwa ya mbao. Na kwa hivyo sasa wakati iliguza hizo dormitory za mbao, sasa ikaenea kwa haraka sana na ikakuwa mingi sana, lakini tulikuwa tushajaribu kuzima, kwa sababu sasa ilikuwa ishaanza kubolomoka sasa. Sasa tukaanza kuzuia isishike hizo, hapo next kulikuwa na kitchen. Sasa tukaanza kuzuia isienee kwenye kitchen. Na hapo sasa wakafika, lakini moto tulikuwa tumepigana nao, na maji sasa mpaka maji ilikuwa imeisha, kwa sababu unaona tulikuwa tumetomboa hizo matank. Si ya kwamba ati tulikuwa tunashota kutoka kwa tap. Na sasa katika harakati ya kutomboa maji inakuwa mingi hata kuliko bucket, sasa inamwagika. So tulikuwa tushajaribu kadri ya uwezo wetu. Naam. Maybe pale walimu waliweza kufanya tuseme maybe ile kitu inaitwa roll call, ili kuweza kufahamu ni watoto wangapi wameweza kuwapoteza pale, ama ilikuwa namna gani, ama wazazi wengine walikuwa shakuja na wakachukua watoto wao, so ikuweza kufanyika? Kabla wazazi waanze kufika, walimu walikuwa shawaita pamoja kwenye ile assembly. Sasa wao wakabakia na watoto wenye hawajaathirika, lakini na sisi tukabakia tukizima moto. Na kutoka hapo tukaanza kuwaletea mablanketi wakiwafunika wenye wanahisia baridi. Alafu kutoka hapo wakaelekezwa kwenye darasa moja hao vijana, kwa sababu vijana ndo walikuwa dormitory yao ndo ilikuwa inaungua. Wakaelekezwa kwenye darasa moja, na wakabakia na walimu pale wakiwaongelesha. Naam. Maybe unaweza sema, kwa sababu eneo hili lina baridi na upepo pia unazidi, unaweza sema maybe upepo pia ulichangia katika ile moto, maybe kueneza moto haraka sana? Naam. Ilichangia kwa sana, kwa sababu ukiangalia penye hayo madarasa ama hiyo shule penye iko ni kwa kamlima. Na ikiwa kwa kamlima na kuna baridi sana, na unaona penye direction ya upepo kwenye inaelekea, na ilianzia kutoka chini ikielekea juu. Kwa hivyo moto ulizambaa sana kwa sababu ya upepo. Mwalimu mkuu wa shule umemwona mahali? Mwalimu mkuu jana ndo nilimuona, hata kama nimekuwa hapa kutoka huo wakati hadi sasa. Lakini nilimuona tu wakati moto ilikuwa inaugua akijaribu kusaidia, na kutoka hapo alikuwa ni kama hata yeye amekuwa confused. Lakini alikuwa anashangia penye alikuwa anaweza wakati huo. Naam. Sawa, shukran sana, tunashukuru sana. Asante. Basi watazamaji wetu, kama mnavyoona behind me kuna magari ya shule ambayo yanapita, ambulance ambazo maybe zinaweza kusaidia katika ile hali ya kupeleka maybe watoto shuleni, nyumbani, na wengine hospitalini. Na kama mnavyofahamu, mabasi mawili ya shule sofa yameweza kupita hapa kwenye hii barabara, kama mengine yamebeba wanafunzi na walimu pia wameweza kupita hapa na basi. So we are here keeping it firm so that we can keep you updated and posted on whatever is happening. We are coming live from Hillside School. Hapa ni pande za Nyeri. Hii ni county gani? County ya Nyeri, si ndio? Constituency ni gani? Kieni constituency. Kieni West. Okay, hapa ni Kieni West constituency, na tutazidi kukufahamisha zaidi. On behalf